Naendelea kufurahishwa sana na wewe kutokana na hii hali yako uliyokuwa nayo ya ujauzito. Binafsi inanifanya sasa niweze kufikiria zaidi. Tusiishie tu kuwa hivi. Ikiwezekana mimi na wewe tuende kuwa mke na mume, na uweze kunifanya niwe baba bora kupitia kuwa mke na mume. Labda tu nikutoe wasiwasi mume wangu. Nitakuwa mke umtakaye, nikimaanisha kwamba nitakuwa mke bora na mke sahihi kwako. Na nitakuwa mama bora kwa mtoto wetu. Kwa hiyo kuhusu hilo, ondoa shaka kabisa. Jema na heri. Hivi basi, hiko lichoniahidi. Oh. Karibu. Asante kaka. Habari yako kaka? Safi. Sijui wewe. Mimi niko poa kaka. Shemu, habari yako? Salama tu shemeji yangu, kwema? Tupo hapa na shemeji yako tukibadilishana mawazo na ile matatu. Si unajua tena wapenda nao mada huwa haziishi. Na kwa sasa tulikuwa tunazungumzia swala zima la mimi kuweza kumuoa kabisa awe mama mjengo. Sawa kaka, wala hakuna shida. Emi. Yes babe. Unaweza kutupisha kidogo? Basi mimi ngoja nikuache. Sawa, uwe na safari njema. Okay, bye. Kuna jambo nilikuwa natamani sana nikuulize. Karibu tuzungumze. Unaonekana una maswali mengi sana ambayo unahitaji kuniuliza. Uwanja ni wako. Niulize. Hivi unataka kumwoa huyu binti Emiliana kwa sababu amebeba ujauzito uliotokana na wewe, ama unataka kumwoa kwa ajili ya kumheshimisha kupitia mahusiano yenu mliokuwa nayo? Katika hayo maswali yako mawili uliyouliza, niweze kusema kwamba yote ndiyo majibu yangu. Ina maana ya kwamba mimi nahitaji kumwoa Emiliana kutokana na hayo yote mawili. Kwa nini umeamua kuniuliza hivi? Kwani kuna shida? Wala hakuna tatizo kaka. Na hakuna shida yoyote kabisa. Ila una uhakika wa 100% kwamba huo ujauzito uliokuwa nao Emiliana ni wa kwako kaka? Kevin, kwa kuwa mimi nilishiriki tendo na Emiliana, sina sababu ya kuendelea kuyauliza yote hayo ama kuyataka kuyajua, kwa sababu ya kwamba kile ambacho alichonieleza mimi ndicho nilichokichukua, na hata nikiuliza haitabadilisha chochote. Na ndio maana wahenga walienda mbali zaidi, walisema ya kwamba kitanda hakizai alama. Nimekuelewa sana kakaangu, tena nimekuelewa sana, lakini mimi nasikia kwamba yule binti Emiliana muda sio mrefu anakwenda kuolewa na mwanaume mwingine, kwa ndoa inayohusisha dini. Ili wewe umelipokeaje? Kevin, hapa mjini usiamini mambo kwa maneno, bali amini mambo kwa vitendo. Sijui unanielewa? Emiliana mpenzi wangu, nilikuwa nakuomba sana uniamini kwa sasa, maana tayari mimi nimebadilika
na nipo tayari kabisa kulea ujauzito uliokuwepo tumboni kwako. Natamani mtoto aliyekuwepo tumboni kwako aweze kulelewa na mimi baba yake. Na kiukweli kwa sasa niko tayari kabisa kuwa mtumwa kwa ajili yako na kwa ajili ya hicho kiumbe kilichokuwepo tumboni. Ingawa najua kabisa kuwahudumia nyinyi ni sehemu ya wajibu wangu. Ni ngumu sana kuamini Kevin haya usemayo. Hivi nyinyi wanaume mnataka nini la? Mpoje? Leo unanifuata na kuniambia eti upo tayari kubeba majukumu ya huu ujauzito, na wakati wewe mwenyewe ulinipeleka hospitali kutaka mimi nitoreshwe huu ujauzito. Au tuseme ndo umesahau we? Nisikilize Kevin. Tena nisikilize kwa makini. Mimi sio mjinga kama unavyonifikiria. Mimi sio baya kama unavyofikiria. Mimi nimeelimika tena vizuri sana. Lakini mpenzi wangu, Emi, kwa nini unapenda sana kukumbuka mambo ya zamani? Hujui kama kukumbuka mambo ya zamani yapo mengine yatakuumiza tu. Na tayari yalishapita. Kwa nini usiache yaende? Niamini basi hiki ninachokizungumza hapa sasa hivi mamangu. Mimi nimebadilika. Na ndio maana hata kakaangu Jumatunutu amekuwa yuko mstari wa mbele kabisa kusimamia swala la mimi na wewe kuoana katika ndoa ili tuishi kama mke na mume wa halali. Na ili kuonyesha kwamba mimi siko tena kwenye fikra hizo mbovu, ndio maana mimi nimeamua kuachana na Stella. Najua ulikuwa hujui. Lakini sasa hivi mimi Stella siko naye tena. Nimeshaachana naye. Kwa hiyo kama kuna namna Stella alikuwa anakufanya unawaza sana kuhusu mahusiano yetu, sasa hivi kuwa na amani. Sipo naye tena. Na nimefanya hivyo ili tu katika maisha yetu ya ndoa tutakayokwenda kuyaishi baada ya kuoana kusiwe na makando mengine yoyote pembeni. Nisikilize Kevin. Mimi nipo tayari kuolewa na wewe. Ila kwa sharti. Na sharti langu lolote lile nitakalo kuambia, naomba usinipinge. Umeshasema wewe mama yangu. Mimi ni nani nikatae malkia wangu? Kwa hiyo mimi niko tayari kwa sharti lolote ambalo utalisema wewe. Sharti langu lipo hivi. Nitaolewa na wewe kwa ndoa ya siri sana, ambayo hatakiwi mtu yoyote kujua, na kaka yako hatakiwi kujua. Mimi nafanya hivi kwa maslahi yetu wote wawili. Sifanyi hivi kwa maslahi yangu. Hivi karibuni mimi natarajia kuolewa na kaka yako, kama nilivyokuambia. Na mimi kwa sasa nimebadilisha dini. Naitwa Ilham. Na kama unataka kunioa mimi, basi hauna budi kukubaliana na masharti yangu. Sawa. Ila sasa kwa nini uolewe na wanaume wawili? Tena ambao wewe mwenyewe kabisa unajua ni ndugu. Wewe unahisi unatutendea haki kweli? Haki kitu gani? Mimi sitafuti haki zenu, natafuta haki yangu mimi kama mimi. Haya yote umeyataka wewe. Kwa kuniona mimi sio mtu wa maana kwenye maisha yako. Yaani hapo wewe utake sawa, usipotaka sawa. Ni wewe tu. Mimi nahitaji kuishi kwa amani sasa. So is up to you. Niliufanyia kazi ushauri wako kwa mimi kwenda kumtafuta Emiliana, kujishusha na kuzungumza naye ili mahusiano yetu mimi na yeye yaweze kuendelea kama zamani. Akakujibu nini? Au ngoja nitabiri. Bila shaka amekukubalia, si ndio? Yaani kama ulikuwepo. Ni kweli alinikubalia. Lakini sasa katika kunikubalia kwake kuna sharti moja alinipatia. Sharti gani tena mkaka mzuri kama wewe? Anawezaje kukupa masharti? Eti Mr. Rastafari. Inaonekana wewe kuna mengi sana unayojua kumhusu yeye, kuliko ni yale ambayo unatakiwa kuyajua mimi kumhusu yeye. Emiliana kwa sasa amebadilisha dini na anakwenda kuolewa na Omari Mshauri ambaye ni kakako, si ndio? Hata mimi alinipatia sababu hizo hizo. Lakini wewe unahisi yeye kufanya hivyo kunaweza kweli kuleta afya kwenye mahusiano yetu tulionao mimi na yeye? Kutokana na maisha aliyoyapitia Emiliana kukuhusu wewe, yuko sahihi sana kufanya maamuzi kama hayo. Unajua Kelvin, sio lazima kila haki tuzipate kutoka mbinguni. Wakati mwingine inatakiwa tujitafutie sisi wenyewe. Ila dada Aisha, Ujue nini Kelvin? Ngoja nikwambie kitu usichokijua. Kwa sasa Emiliana anahitaji kuandika historia ya maisha yake yeye mwenyewe
na asingependa mtu mwingine amwandikie. Anajua lazima ataborongewa. Emi anahitaji kuishi maisha atakayompa furaha yeye mwenyewe na sio mtu mwingine. Amegundua kuwa asipojiangalia yeye mwenyewe, hakuna mtu mwingine yote anayeweza kumwangalia. Anajua fika kwa sasa yupo katika mbio za panya. Hivyo hata akishinda, lazima atabaki kuwa panya tu. Matakwa ya Emi kwa sasa yapo kwenye kujitambua na sio kuwatambua, maana amegundua maji machafu hayawezi kuzuia mmea kukua. Emi anataka kuishi maisha yake na sio kufuata maisha yenu nyinyi. Kelvin, kwa sasa kubaliana na Emiliana, maana hakuna mtu anayetosheka na kitu asichokihitaji. Hivyo basi, akili kumkichwa, utachagua wewe kama utazika ama utasafirisha. Mume wangu kipenzi. Nakusikiliza mke wangu. Kwa sasa nahitaji niitwe jina la Kiislamu. Nataka niwe Muislamu wa kupigania jihadi zote zinazohusiana na dini ya Uislamu. Kwa hiyo uko tayari kutamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah? Ndiyo mume wangu, nipo tayari. Na je, katika hili hakuna mtu yoyote anayekushindikiza wewe kuwa Muislamu? Hakuna. Nimeamua tu mimi mwenyewe kuchagua njia iliyo salama. Kwa sababu nimeona kabisa kupotoka kwangu mimi kunatokana na kutokuwa na imani iliyo thabiti. Na kwa sasa nimejitambua na niko tayari kutamka shahada hata sasa hivi. Mashaallah, mashaallah. Sasa kama ni hivyo, basi ngoja nikusilimishe haraka sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu mtukufu ametuamuru katika majambo matatu. Yanapotokea majambo haya, basi tufanye haraka sana kuyakamilisha. Jambo la kwanza, mtu anapokuwa amefariki, tunaamrishwa tumzike haraka sana. Lakini jambo la pili, mtu anapokuwa anataka kuingia katika ndoa, kwa maana ya kuoa ama kuolewa, tunatakiwa tufanye haraka sana katika kumwozesha. Na la tatu ni hili la kwako. Mtu anapokuwa anataka kuingia katika Uislamu, basi tunatakiwa tumtamkishe shahada haraka sana. Lakini kipenzi changu, utakapokuwa umeingia katika Uislamu, unatamani kuitwa jina gani? Nimechagua kuitwa Sumaiya, Mrs. Juma Tunutu. Mashaallah, mashaallah. Jina zuri sana hili. Siku kama nikitulia, nitakwambia maana ya hili jina. Lakini kwa sasa, ngoja kwanza tukamilishe hili la wewe kutamka shahada. Habari za masiku tele ndugu yangu. Salama. Ni njema tu ndugu yangu. Nimefurahi sana kuonana na wewe siku ya leo. Sawa, lakini hiyo furaha yako ya kuonana na mimi itakuwa ina kheri ndani yake ama ina shari ndani yake, shekhe wangu? Kuhusu shari, hapana kabisa. Ni heri tu ndugu yangu. Kwa maana ya kwamba nipo katika harakati za kuelekea kufanya jambo muhimu sana. Nahitaji kwenda kuchombia. Na katika hili sikumuona mtu mwingine yeyote ambaye anaweza kawa mshenga. Hivyo basi ndugu yangu, mimi nilikuwa naomba uwe mshenga wangu katika hili. Mashaallah. Hilo limepita, maana ni jambo la kheri ndugu yangu hilo. Tena hili lina kheri kwetu sote, kwako pamoja na kwangu pia. Haya niambie, ni nani huyo binti ambaye unataka mimi niwe mshenga kwa ajili yake? Maana niweze kujua ni mtu ambaye anatoka mbali na hapa, ama ni mtu ambaye tunafahamiana na ametoka katika ukoo gani tujue.
Hapana, sio mgeni. Anapatikana katika maeneo haya. Kwa jina anaitwa Hilham. Mwanzoni alikuwa Mkristo, lakini kwa sasa kwa kuwa tunakwenda kuelekea kukamilisha hili jambo, ameamua kubadilisha dini na kuwa Muislamu, kwa maana ya kwamba ameamua kuifuata njia ya haki. Basi vizuri, na mimi niko tayari kuwa mshenga wakati wowote, hata sasa hivi, ili tu hilo jambo lako tulikamilishe, kwa sababu hilo ni jambo la kheri kwetu sote, si kwako tu, hata kwangu pia. Lakini nataka niseme kitu kimoja. Isiwe unahitaji mimi nipeleke barua ya uchumba ili wewe upate wepesi wa kuzini. Kwa sababu gani nasema hivyo? Aliwahi kujitokeza kijana mmoja, akanipa kazi hiyo ya kwenda kumposea sehemu, lakini kumbe hakuwa na nia ya dhati ya kuoa. Ilikuwa anataka arahisishiwe tu njia ya kuweza kumzini binti ya watu. Eti kisa tu kuna kipindi yule kijana alimhitaji yule binti kwa ajili ya kufanya naye zinaa, lakini binti alikataa, tena kata. Akamwambia, ukitaka uweze kunitumia mimi mwili wangu, basi kwanza kabisa unioe. Ndipo yule kijana akanitafuta, Sheikh bwana, naomba unisaidie, nataka kumuoa yule binti, lakini mwisho wa siku anamzini tu mtoto wa watu na kunishirikisha na mimi katika dhambi yake. Kiukweli imeniuma sana. Niseme tu kwanza pole sana ndugu yangu. Kwangu iko tofauti kabisa. Mimi katika hili nina nia ya dhati kabisa, na nimekuwa mwenye kumuomba Mungu kila wakati aweze kunifanyia wepesi kwenye hili ili liweze kukamilika. Hivyo basi, kwa uwezo wake Mungu, na hakika kabisa hili jambo lazima litatimia. Mashallah. Basi hilo ni jambo la kheri ndugu yangu, lakini jiepushe sana na kuonja, maana siku zote anayeonja huwa hanunui. Shukrani kwa ukumbusho. Kama umeamua kubadili dini na kumfuata mumeo, hilo ni jambo zuri sana. Ila angalizo katika hili, usije ukafanya maamuzi kama haya kwa shinikizo la mtu yoyote yule. Wala hata sijashinikizwa na mtu yoyote. Isipokuwa haya ni maamuzi yangu mimi mwenyewe. Na ni baada ya kugundua ninayachezea maisha yangu mdako. Basi vizuri sana. Lakini unataka kuniambia ulifunga ndoa bila kufuata misingi ya dini yoyote ile? Hapana. Nilifuata misingi ya dini ya Kiislamu, japokuwa sikusilimishwa. Lakini hata hivyo ndoa yangu ilikuwa ni haraka sana. Na pia mimi nilijua bado nitaendelea kuwa na Kevi. Lakini kwa sasa kwa kuwa sina mpango naye tena, wacha tu niingie mazima. Haya, na huyu Kelvin unamtoaje? Maana anaona amekuwa king'ang'anizi sana kwenye maisha yako. Hana tofauti na huyu mdudu Ruba. Daisha, hilo ni jambo dogo sana. Kwa sababu mpaka leo hii Kevi yumo humu ndani. Sio kwa ujanja wake, ni kwa huruma yangu tu. Alafu Daisha, hivyo umesahau kama mwanamke ana nguvu ya kumfukuzisha baba au mama wa mwanaume wake endapo tu hawaelewani. Najua. Basi kama unalijua hilo, amini kuwa hata huyu funza anayewasha dawa yake ni kumtoa tu. Kila kwa sasa unatakiwa utumie akili sana na sio nguvu. Haya, tutarajie utaitwa jina gani mara baada ya kuslimishwa? Nimechagua kuitwa Sunaiya, aka Mrs. Juma Tunut. Mashallah. Jina zuri sana. Na inaonekana kwa sasa una amani sana. Sura yako ina nuru, yaani umependeza tofauti na kipindi cha kati hapa. Ni dhahiri kwamba unaishi maisha yenye amani, si ndio mdogo wangu? Sana tu. Kiukweli nina amani ya moyo ya kutosha. Na hii yote ni baada ya kugundua tiba ya maradhi yangu ambayo yamenisumbua kwa muda mrefu. Sheria za Uislamu ni nyepesi sana kama utazifuata. Na ukizielewa na kuzifuata, hautoona ugumu wowote katika hii dini yetu ya Uislamu. Uislamu una nguzo 5. Na
unatakiwa kushikamana nazo hizi nguzo 5. Basi kama utazishika vizuri na kuzitekeleza vile ipasavyo, Uislamu utakuwa mwepesi sana kwako. Nguzo ya kwanza ya Uislamu ni shahada, kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hapana Mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini pia ukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake Mwenyezi Mungu na ni mtume wake. Nguzo hii sina shaka unaijua kwa sababu tayari umeshaipitia. Kwa maana ya kwamba ile siku ambayo nilikutamkisha shahada ndio siku ambayo umeingia rasmi katika Uislamu na kuitimiza hii nguzo ya kwanza ya Uislamu. Lakini nguzo ya pili ni kusimamisha swala, kwa maana unatakiwa uswali. Na nguzo ya 3 ni kutoa zaka. Na nguzo ya 4 ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na nguzo ya 5 ni kwenda kuhiji katika nyumba ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa tukufu ambayo inapatikana huko Maka. Kwenda kuhiji katika Al-Kaaba. Lakini hii nguzo ya 5 ni kwa yule tu ambaye Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa ile njia ya kuendea huko. Maana yake ni kwamba hapa tunapoishi kwetu katika hii nchi yetu, mpaka ufike huko nauli yake tu pamoja na mambo yote ya ile hija si chini ya milioni 13 mpaka 15. Kwa hivyo hii nguzo ya 5 ni kwa yule tu ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia njia ya kuendea huko iliko hiyo Al-Kaaba. Lakini pia nilisikia kuna swala ambazo ziko 5. Hizi zenyewe zipoje? Ni kweli hizi swala zipo 5. Na kuna swala ya alfajiri ambayo yenyewe ina rakaa 2. Lakini kuna swala ya dhuhuri ina rakaa 4, kuna salatul asri ina rakaa 4, lakini kuna salatul maghribi na yenyewe ina rakaa 3, lakini pia kuna salatul isha, hiyo ina rakaa 4 nayo. Kwa hizi ndio swala ambazo tumefaradhishiwa, yani ni lazima kuziswali. Hii ndoa ya Ilham na Kev ambayo wewe unaenda kuisimamia, umeshaandalia sehemu ya makazi au hili lipoje? Kwanza Kelvin atakapomooa Ilham ataenda kuishi nyumbani kwa mkewe kwanza kwa muda. Kisha baada ya hapo nitawatafutia sehemu nzuri ambayo watakuwa wanaishi. Ila nilisikia pia Ilham anataka kuolewa na mwanaume mwingine. Je, hii dini yetu ya Kiislamu inaruhusu? Au ndo ile yafunika kombe mwanalamu apite? Hapana, hili haliswihi kabisa. Katika dini yetu sisi ya Uislamu, mwanamke mmoja hawezi kuolewa na wanaume wawili. Labda itokee ametalikiwa na amekaa eda imeisha na yule aliyemooa hakumrejea, basi hapa mwanamke ana haki sasa ya kuolewa na mwanaume mwingine. Isipokuwa kwa mwanamume ana uwezo na haki ya kuoa wake mpaka 4. Lakini kwa yule ambaye ana uadilifu. Na pia kama itatokea huyu Emiliana akaolewa na mwanaume mwingine baada ya ndoa yake yeye na Kev, itakuwaje? Hii ndoa ya pili itakuwa haiswihi, tofauti na ndoa zenu nyinyi za kimila. Huwa hazina talaka zile, kwa sababu hazipo katika msingi wowote wa dini, yani kwamba hazipo katika msingi ya Mwenyezi Mungu. Ndoa za Uislamu, ili mwanamke aweze kuolewa na mwanamume mwingine, basi inatakikana lipatikane moja katika majambo mawili: kufiwa na mume wake, kisha akakaa eda, ile eda ikaisha, basi ruhusa yule mwanamke kuolewa tena, ama kupewa talaka na yule mume wake wa mwanzo. Ikitokea pia nayo amepewa talaka, amekaa eda yake ya talaka imeisha, hapo nayo pia ni ruhusa kuolewa na mwanaume mwingine. Kwani mke wangu, wewe unajua nini kilichojificha kuhusu huyu Ilham? Hapana, mimi sijui chochote. Sema ni akili zangu tu za kijinga ndo zimepelekea nikakuuliza hivyo.
Yaani hazina tofauti na ndoto za mchana. Unaota unaokota pesa, then ukiamka hakuna kitu. Nimebadilisha dini kwa ajili yako. Na sasa hivi naitwa Alfani Masatu wa Magelo. Ongela, labda tu nikupongeze kwamba umeamua kubadilisha dini kutoka kwenye kuitwa Kevin wa Magelo mpaka kuja kuitwa Alfani. Umepiga hatua kijana. Labda tu nikuulize, ratiba ndoa yetu ni kaaje? Ratiba ya ndoa yetu iko pale pale. Na swala hili ama dhamana ya ndoa yetu anayo kakaangu Juma Tunutu. Sawa, ila nikuombe tena kwa mara ya pili. Naomba hii ndoa yetu iwe ya siri sana. Kakako mshauri asijue. Mimi nahisi akijua inaweza kukuletea matatizo wewe, akakufanyia kitu kibaya au kitu chenye kuhatarisha maisha yako. Asa mpenzi wangu Ilhamu, kwani tu tusifanye tu ndoa yetu watu wote wakajua? Wajue tu kwamba mimi na wewe ni mke na mume sasa hivi. Na hata kama kakaangu mshauri akijua, basi atakuwa amejua, alafu baadaye mimi na wewe tutajua namna ya kufanya. Inawezekana tukahama hapa mjini tukaenda kuishi mbali huko ambako tutakuwa na amani, tutakuwa na flat, enjoy mahusiano yetu na ndoa yetu kwa ujumla. Wewe kijuso wewe. Koma. Tena koma. Kama ulivyokuwa kunyonya kwenye ziwa la mama yako. Unaniona mimi mjinga Unaniona mimi fala kwamba mimi bwaga sijielewi? Mimi nina akili zangu timamu. Najielewa kuliko wewe unavyonielewa. Nilishakwambia kabisa, usije ukanishirikisha kwenye mpango wako wa kijinga. Na nilikwambia ukinishirikisha, mimi na wewe tunakosana. Tena sitaki kusikia kitu kama hichi. Kama ndio ulikuwa mpango wako unishawishi mimi, baba umefeli. Hauniwezi. Sitaki na sitaki kusikia. Siwezi. Basi sawa. Nisamee mimi Ilhamu. Labda nimeteleza. Naomba unisamee sana. Na kusikiliza wewe. Wewe unataka ndoa yetu iweje? Yaani iwe katika mfumo gani? Maana kiukweli nini Alfani? Ndio maana mimi sijawahi kukuamini kabisa. Yaani wewe tunaishi tu lakini sijawahi. Hata hivi tunavyoongea, tunaongea tu basi lakini kwenye kukuamini. Labda tu nikwambie. Mimi naolewa na wewe kama Geresha. Nikimaanisha kwamba naolewa na wewe ndoa ya mchongo tu. Ila mtu muhimu na mtu sahihi ambaye ninahitaji kuishi naye ni kaka yako mshauri. Na kwenye hili swala, ukileta akili nyingi zako, sidhani kama tutafika. Naona tutaishia katikati. Maana kwa muda huu na nyakati hizi, ninahitajika wewe unisapoti mimi. Maana mwisho wa siku, wewe ndo mwenye faida, mimi nitakuwa sina faida yoyote. Faida? Yaani hiyo faida upande wangu inakuwaje? Labda mimi niwe sijakuelewa Ilhamu. Aya, mimi nafaidikaje? Ipo hivi. Nikiolewa na kaka yako Omari mshauri, kuna kurahisishia wewe kunitumia utakavyo. Kwanza, umenioa ndoa ya siri sana ambayo mtu hatojua. Alafu pili, mtoto ni wa kwako tu. Tatu, hautakuwa na majukumu mengi maana kaka yako mshauri atakuwa anakusaidia. Mimi nimekuelewa. Lakini kila nikiangalia hili naona kama linaniumiza mimi. Sasa mfano kaka yangu mshauri akajua, wewe ni kama mimi nitazidi kubeba mzigo ambao siwezi kuubeba, Ni sawa na unanibebesha mzigo wa miba ilhali kichwa changu kina upala Ilhamu. Au wewe unajiangalia wewe tu, si ndio? Labda tu nikupe taarifa usizozijua. Ndoa yetu itafungwa alfajiri na ikishindikana tutafunga saa 2 usiku baada tu ya kumaliza kuswali swala ya insha. Kuna taarifa nimeona nikufikishie bosi wangu. Ilhamu ameniambia kwamba ndoa yetu anahitaji ifanyike alfajiri sana ama usiku baada ya swala ya insha. Aha. Kumbe ndio maana aliniomba kwamba ndoa yenu isiwe ya kifahari na hakutaka watu wajue kama yeye anaolewa. Lakini bosi wangu, mimi najiuliza sana. Ni kwa nini Ilhamu hataki hii ndoa iwe ya wazi? Ifanyike mchana na watu wote waone. Kwa nini hili jambo la ndoa yeye anataka kulipeleka kwa siri sana? Kiukweli hata mimi sifahamu kuhusu hilo. Lakini tambua ya kwamba
sasa hivi binadamu wengi sana wana mioyo ya husda. Nadhani hiyo ndio sababu pekee inayomfanya hataki watu wajue kuhusu ndoa yake. Nakuelewa sana bosi wangu, lakini kuna taarifa mimi nimezipata, nikaona siwezi kukaa nazo mwenyewe. Nimesikia kwamba Ilhamu anataka kuolewa na mwanaume mwingine tofauti na mimi. Hizi taarifa kiukweli mimi zilinistua sana. Sasa nilikuwa nataka kujua kwa upande wako, hizi taarifa umeshazipata ama hata kuzisikia? Hapana, hizi taarifa kwangu ni ngeni sana, na ndio kwanza nazisikia kutoka kwenye kinywa chako. Lakini nikwambie tu kitu, ni kwamba hizi habari hazipo na hazitokuja kutokea. Kitu pekee ninachokifahamu ni kwamba Ilham ni mchumba wako, na jambo lililokuwepo mbele yetu ni harusi ya wewe kumuoa yeye. Bas. Sawa bosi wangu, nakuelewa sana, lakini inabidi tu niwe muwazi kwako. Kiukweli mimi nina wasiwasi sana na huyu binti Ilham. Wasiwasi wa nini tena kijana? Unajua hii ndoa inakwenda kufungwa kwa sababu ya kukusafisha wewe mbele ya Mungu wako na hawa binadamu waliokuzunguka ambao wanaamini kwamba Halfani wewe ni mtu mbaya na huwezi kubadilika. Sasa hebu oa kijana, ujitakase mbele ya Mungu na uwathibitishie hawa walimwengu ambao wanaamini kwamba wewe ni mtu mwenye mambo ya ovyo tu. Uwaaminishe kwamba umebadilika. Unajua kwenye maisha hakuna kitu kizuri kama kutubu na kisha ukajutia kwa kile ulichokifanya. Wewe ndo msaada wangu kwa sasa. Nilikuwa nahitaji unipatie ushauri wako wa mwisho, ili kama nitapatia ama nitakosea nisije kujiona kama nilikuwa mwenyewe. Sijawahi kuchoka katika hilo, kwa hiyo be free na kusikiliza. Niambie. Asante sana kwa kukubali kunisikiliza na kuendelea kunishauri. Kakaangu mshauri anahitaji sana kumuoa Emiliana, na inaonekana hili swala amelifanya kuwa serious sana upande wake. Na kwa sababu anafahamu kwamba mimi na Stella kwa sasa hivi tuna mgogoro mkubwa na hatuko pamoja, ina maana hili swala la kumuoa Emiliana nalikimbiza haraka, ili akishamuoa atafute nyumba kubwa, na kwenye hiyo nyumba kwa maelezo yake anahitaji tukaishi mimi, yeye pamoja na shemeji yangu Emiliana. Sasa nawaza hili swala kama litawezekana itakuwaje? Itakuwa hivyo hivyo bila kumwagilia. Hebu tuache hayo. Vipi kuhusu hilo swala la ndoa yako wewe na Emiliana? Mimi natakiwa kumuoa Emiliana haraka sana iwezekanavyo, kabla hajaolewa na kakaangu mshauri. Na mipango yote na mikakati hii anayo bosi wangu Juma Tulutu. Hii dunia na vioja jamani. Yaani mwanamke mmoja ndoa mbili. Kweli? Kama kweli kwa Mungu kwa kuna moto, basi kuna watu wanastahili kuwa kuni. Ushauri wangu tu kwa sasa, unatakiwa ufanye tu chochote ambacho hakitakuwa na madhara kwako, kwa maisha yako ya sasa na hayo ya baadaye. Kiukweli sioni wepesi kwa sasa kwenye maisha yangu. Kila nikiangalia naona kuna hatari kubwa sana. Kuna tabu nyingi sana na kwenda kuzipitia. Yaani ni aheri maisha ninayoyapitia sasa hivi. Hivi Kelvin, unawezaje kufikiria kunyoosha renta wakati ukuta tayari umeshapinda? Unajua haya yote yanayotokea mpishi ni wewe mwenyewe. Kwa sababu uliamini unga unaotumia kuweka kwenye sufuria kusonga ugali ungekutosha. Ona sasa mwisho wa siku, hakuna ulichokifanya zaidi ya kuambulia kukoroga uji. Kwa hiyo basi unachotakiwa kukifanya ni kunywa tu huo uji ili upoze njaa yako. Unajua Kelvin, haya maisha tunayoishi tunayaharibu sisi wenyewe kutokana na miemko yetu. Maana hakuna aliyeumbiwa kupitia hizi shida tuzipitiazo. Wewe hapo ulipo na yote unayoyapitia, huenda ukawalaumu watu wengine, wakati unatakiwa ujilaumu wewe mwenyewe ndio msababishaji. Kwa sasa unachotakiwa kufanya ni kuishi kama mfu aliye hai, ili hata siku ikitokea ukafa kweli, asipatikane mtu wa kulaumiwa. Ila tu nikukumbushe, usiache kupigania uhai wako. Japokuwa unaishi kati ya miongoni mwa wale wafu walio hai. Unachotakiwa ukifanya kwa sasa ni kuishi kama wanavyotaka wao na sio kama utakavyo wewe.
kwenye haya maamuzi yangu ya kumwozesha Emiliana kwa Kelvin, sihitaji mtu yoyote aje kutoa ushauri wowote ule utakao kwenda tofauti na kile nilichokipanga. Ila ulishawahi kujifikiria kwamba ni mambo gani yatatokea mara baada wao wawili kufunga ndoa? Mimi sijali chochote kumhusu Kelvin. Hata hivyo, hiki ninachokifanya ni kama sehemu ya huruma kwangu mimi kumhurumia yeye huyu kijana. Tofauti na hapo, Kelvin alitakiwa sasa hivi awe tayari ameshadhurika mwili wake, ama ikiwezekana kumpoteza kabisa kwenye huu uso wa dunia, yaani apotee mazima. Ama kweli hii dunia haina usawa kabisa. Yaani kila mtu anajiona ana haki, hata kama hiyo haki haikumstahili, kwa sababu tu anamiliki kitu au mamlaka fulani. Hiyo sio sawa. Uko sahihi. Tunatakiwa tusijisahau kama sisi tumeumbwa kwa matabaka tofauti tofauti. Lakini nikuulize kitu Aisha. Hivi kwa nini unatamani kupiga mlozi ilhali unakaranga mdomoni? Nafanya hivyo kwa sababu naamini siwezi kumwombea kichaa huku nikiwa nimefumba macho. Najua lazima nitadhurika tu. Kumbe sasa kwa nini unakwenda kwenye sherehe ya watu kisha unakaa viti vya mbele? Hauoni kama hii itakuwa ni aibu kwako ikitokea umeambiwa rudi nyuma, kakae nyuma huko? Ngoja nikushauri kitu Aisha. Ni vyema ukakae katika viti vya nyuma ili upate kuheshimishwa kwa kuambiwa tafadhali bwana, njoo kae mbele, njoo. Hiyo ndio itakuwa bora zaidi kwako kuliko hapo ulipo kwa sasa. Ni kweli unachokinena kaka Juma. Na hapa nilipo, najiona sina tofauti na mtu maskini kwenye kikao cha ukoo. Maana hata nitoe wazo lipi zuri, hakuna atakayejitokeza kunisapoti zaidi ya kunidhihaki tu. Na hata kama ikitokea nikapewa kazi, sitopewa kazi ya maana zaidi ya kuambulia kukusanya viti na kukunja majamvi tu. Basi karibu sana. Hata hivyo, utakuwa umethaminiwa sana. Katika hizi ndoa mbili ambazo unatarajia kuolewa, ni ipi ambayo unaipa umuhimu sana? Ni yangu mimi na mshauri, ndio muhimu sana kwa sasa. Kwa nini isiwe kati yako wewe na Kelvin ambaye ndio baba wa ujauzito uliobeba tumboni mwako? Samahani kwanza dadangu. Kwani wewe ni kuadi au umetumwa? Maana mimi sikuelewi. Upo kwangu au upo kwingine? Nashindwa kabisa kukutofautisha dadangu. Sikuelewi. Mimi sio kuadi wa mtu yoyote ule mdogo wangu. Ila mara nyingi napenda sana watu waishi kwa usawa, bila kujali nani kamkosea nani au nani amekosewa na nani. Ni hilo tu. Kumbe wewe sio timu yangu eh? Ina maana upo tayari kumtetea mtu muovu kwa kuhitaji usawa? Kwani wewe Mungu? Tena nahisi hata Mungu katumba tuna tofauti zetu. Nisikilize dada yangu. Mimi haya mambo akiwaki siyataki. Sasa ndo unakasirika mdogo wangu? Unajua bado ni binti mdogo sana, alafu ni binti mrembo. Unavokasirika ovyo, utakuja kuzeeka siku si zako ujue. Najua kuna haki zako ambazo unazitafuta. Na ndio maana yeyote atakayeongea jambo lolote kukuhusu wewe, unahisi kama nakukandamiza vile. Mimi sina maana hiyo, wala sipo huko kabisa. Sasa kama upo huko, kwa nini kila unapokutana na mimi lazima uongelee mambo yangu? Yaani ni kana kwamba mtu unayepinga sana mambo yangu unatamani nitelekeze, sio? Na nikishatelekezwa ndo furaha yako kwamba utaenjoy. Mdogo wangu, mbona umefika mbali sana? Naomba unisamehe kwa kila kitu ambacho nimekizungumza, unachoona nimekukosea na kukukwaza. Mimi sikuwa na maana hiyo. Haina shida. Ila kuanzia sasa, kuanzia leo, kila unapokutana na mimi, basi naomba usiongelee mambo ya kurudisha akili yangu nyuma. Kwa sasa nahitaji akili yangu iende mbele, sio kurudi nyuma tena kama zamani. Umenielewa? Sawa, nitatii sheria bila shuruti. Na kuahidi mdogo wangu. Niambie, hiyo ndoa yako ya kwanza unatarajia kuolewa lini? Ndoa yangu feki. Naolewa muda wowote kuanzia sasa. Nitakwenda kuolewa ndoa feki nisioipenda na Kevin wa Magelo. Ila ndoa yangu OG na ndoa ambayo nimedhamiria, nitaenda kuolewa na Omari Mshauri.
Ujue Daisha, moyo wangu unaniuma sana kuona Alfani amekusudia kuniacha mimi na kwenda kumwoa huyu binti mbaya Emiliana. Sasa mbona unanicheka jamani? Hapa sasa ndo wanakwenda kuelewa kwa nini sisi wanawake hatueleweki nini tunataka kwenye hii dunia. Kupitia wewe Sunaya, ndio wanakwenda kuelewa kwa nini sehemu nyingi sana zinatusema sisi wanawake. Sasa mbona kama niongee jambo la kushangaza sana? Sio kushangaza tu. Kwani wewe ndio ulomtamkia Kelvin wewe mwenye kwa mdomo wako kuwa umtaki? Na ulimwambia kwa sasa akae mbali na wewe? Na ukasema kwamba mapenzi yako, maisha yako, hisia zako zote umehamishia kwa mume wako jinga tunutu. Sio wewe? Ni kweli. Lakini naona kama bado hatoki moyoni mwangu Daisha. Sijui hata nifanye kitu gani. Sunaya, hilo sasa ni pepo la ngono. Ni pepo la matamanio. Hivi kwa nini sisi wanawake haturidhiki jamani? Kwa nini sisi hatujui tunataka nini? Na mara nyingi tumekuwa tunataka kuruka mitaro wakati hatujaagana na nyonga. Haya maisha hayahitaji masihara wala mzaa hata kidogo. Wewe uliona wapi mwanamke aliye serious katika kukimbia akawa anakimbia huku ameshika matiti? Au ndo tuamini katika usemi wa kuambiaye pole ndo kashakukosea? Sunaya mdogo wangu, kama utaanza tena kujirudisha kwa Kelvin, utakuwa huna tofauti na mtu ambaye kachukua baskeli na kuipeleka sheri kwa lengo la kujaza mafuta. Kaka, tafadhali sana nakuomba kwa hili nalokuambia. Naomba kuongea na shemeji yangu Sunaya. Asinichukie kupitiliza. Itakuwa kama nanikosea sana mimi. Nadhani unatambua mimi ni binadamu pia. Kuna uwezekano mkubwa sana uvumilivu kunishinda. Hata mimi nikamgeukia yeye na kuanza kumtukana, kumbeza na hata kumjibu vibaya ambavyo wewe ukisikia hutopendezwa nalo. Ni kweli unachokisema mdogo wangu. Kila uvumilivu una kikomo chake. Na nimesikia mengi sana kuwahusu nyinyi wawili na huko kutokuelewana kwenu. Ingawaje mimi naamini hiyo sintofahamu yenu ni lazima kutakuwa kuna sababu maalum. Lakini tu ni kuombe kitu mdogo wangu. Jaribu kumwepuka. Yaani kaa naye mbali tu. Ndivyo nilivyofanya kumwepuka. Ndio maana hujawahi kuniona niko naye karibu mara kwa mara. Sasa ombi langu kwako, naomba umjenge shemeji yangu. Asiendelee kunitusi na hata kunikashifu pia. Mudi, kwani shemeji yako alishawahi kukukashifu kwa chochote kile? Ndio. Na sio mara moja wala mara mbili. Kilichoniuma zaidi kutoka kwa shemeji yangu Sunaya, aliweza kunitamkia kuwa jongo wangu hapandi mtungi. Na hakuishia pale. Aliongeza kusema hapa nilipo ipo kama tahi tu. Sasa kaka, kama yeye kapata nguvu ya kutamka kitu kama kile, huoni kama ananifanya na mimi niweze kumtukana vile ambavyo nataka mwenyewe? Je, kwako wewe itakuwa ni jambo jema utakapokuja kulisikia hili? Hapana. Halitakuwa jambo jema hilo. Lakini na yeye ni binadamu. Hawezi tu kukutana na wewe na kuanza kukutusi, kukukashifu pasipokuwa na sababu yoyote ile ya msingi. Kwani chanzo cha hizo kashfa ni nini? Upo sahihi, wala siwezi kupinga kwa hilo. Ni kweli sababu ipo. Na sababu hii wewe umeshaisikia au hujaisikia. Na hata kama utakuwa umeshaisikia basi utakuwa hujaelewa. Sababu yenyewe ni baada ya mimi kumwokoa yeye kwenye tukio la kufukuzwa na Kelvin. Nakuuliza wewe, kipi unachokitafuta kwenye maisha yangu mimi? Yaani wewe umeona haitoshi kuachana na mimi, umeenda kumtafuta kakaangu mshauri, ukaenda kwenda kumsimulia, si ndio?
Na baada ya kumsimulia ukampelekea na maneno mengine kwamba kuachana kwangu mimi na wewe kumesababishwa kwa sababu mimi niko na Emiliana kimapenzi. Hivi unachokitafuta nini kutoka kwangu mimi wewe? Kwani wewe hujui kama Emiliana ni mwanamke wa kaka yangu mimi? Pointi iko hivi. Nimeenda kumwambia ukweli wote kaka yako kuwa mimi sina tena mahusiano na wewe, ili asije akanishobokea tena kwa kuniita shemeji. Hapo mimi kosa langu ni nini? Msukuma toleo la mwisho wewe. Yaani Kevin wewe unanipiga mimi? Unanipiga mimi wewe? Kimepenya Kumbe wewe haunijui, si ndio? Haunijui nyanga wewe eti. Mpumbavu nini? Unanishikashika ili wewe. Sunaia, mbona badiliki wewe? Na kwa nini unanichukia mimi? Kwa nini kila wakati nakutamani kwako? Na wewe unasinge kuvuta mimi hapa. Ni dhahiri kwamba ukisha jeruhiwa wewe huko nyuma. Kwa hiyo unataka kuniambia kunivuta kwako hapa ndo nikuone umefanya jambo la maana sana, wakati huko nilikotoka nimejiokoa mwenyewe kwa miguu yangu. Hebu acha shobo wewe. Sawa, hakuna shida. Mimi nilijua kwamba wewe ni miongoni mwa wenzangu. Kumbe haiko hivyo. Niwe mwenzako kivipi? Kwani wewe ni jinsia moja na mimi? Au wewe ndo wale wa Abdalla kuitwa Dula? Mbona sikuelewi kijana? Kaza wewe. Ni kweli uweze kunielewa. Na siwezi kukulaumu kwa maneno yako. Na mimi ndio kujilaumu. Maana mimi ndio nilifanya makosa ya kutokujua rangi ya chupi yako. Ile si kwamba wewe unataka mimi nikutumie na mimi sikuhitaji. Hapo ndio nilifanya makosa. Na kiukweli najutia sana. Wewe ningelifanya vile nisingedharauliwa kama hivi kwa sasa ninavyodharaulika. Sio kipindi kile tu. Hata ukipewa sasa uwezi kula. Na nilichogundua wewe ni hanisi, maji baridi. Hapo ilipo, ipo kama tai tu. Haina kazi yoyote. Na kama unashindwa kula, ni wazi kabisa unaliwa. Maana sijawahi kukuona ukiwa na kisichana chochote. Nilikupa kazi ya kudili na Emiliana, lakini mpaka leo ni kimya tu. Pumbavu wewe. Naomba nisikize shemeji. Waswahili wanasema usimdharau usiyemjua. Kwa kuwa umemaliza maneno yako yote, nione nikuhakikishie. Siwezi kufa bila kufanya penzi na wewe. Iwe ukiwa hai au umekufa. Iwe kichawi au kikawaida, lazima hili litimie. Na hii ndio nadhiri yangu kwako. Oh, safi sana. Sasa, kama ulishindwa kula kilichochinjwa, kilichonyongwa utakiweza? Punga sese wewe. Sawa, mimi nimekuelewa mdogo wangu. Na hili niachie mimi, nitalishughulikia. Nitajaribu kuongea na shemeji yako na kujaribu kuliweka sawa swala hili. Ingawaje kwa sasa shemeji yako hayuko sawa. Hata hivyo nina mpango wa kwenda kukutana na daktari ili aweze kuchunguzwa huko kutokuwa sawa kwake kunatokana na nini. Kiukweli natamani hata kwenda kukutana na hawa wanasaikolojia ili waweze kurudisha akili ya shemeji yako ikae sawa. Lakini pia Waswahili wanasema msema peke hushinda. Hivyo sasa nikuombe kitu mdogo wangu. Swala hili naomba twende tukalizungumzie nyumbani tukiwa wote watatu. Ni kweli mimi simpendi kutoka moyoni mdogo wako Mudi. Na sijaona sababu ya mimi kumpenda yeye.
Lakini mke wangu, ni kwa nini umeamua kuanika silaha zako tena mbele ya adui ambaye yuko hapa mbele yako kwa ajili ya kuomba suluhu? Hauoni kama unazidi kuchochea ugomvi na vita isiyoisha? Nachochea ili apate hasira za kuendelea kunichukia mimi, kama mimi tu ninavyomchukia yeye, ili hii vita isije ikaisha kwa suluhu, bali kila mmoja apate ushindi wake kwa kishindo, na hiyo ndio itakuwa furaha yangu mimi. Kwani mke wangu, huyu Mudi amekukosea nini hasa? Hebu nieleze hapa kinaga ubaga mke wangu, na mimi nijue alichokukosea mdogo wangu. Wala hata sikumbuki kama alishawahi kunikosea kitu. Ni basi tu nimetokea kutokumkubali yeye. Na kwenye hii dunia, hata kama wangekufa watu wote, tukabaki wawili mimi na yeye, sitahitaji msaada wowote kutoka kwake. Na kama kuna alichowahi kukuambia kabla ya hiki kikao, basi pigia mstari. Hiyo ndio itakuwa sababu mojawapo. Sawa mke wangu, mimi nimekuelewa. Ila tambua ya kwamba siku zote kwenye kila ubaya mwisho wake ni madhara. Wewe kumdhuru yeye ama yeye kukudhuru wewe katika hii vita yenu. Lakini ikitokea mke wangu umedhurika kwenye hii vita, basi sihitaji unihusishe mimi kwa chochote kile. Kwa sababu unavyoonekana kiu yako kubwa ni kumdhuru huyu shemeji yako. Lakini tambua ya kwamba unapambana vita na adui ambaye kwamba sio wa jinsia yako. Na katika vita siku zote kila mmoja anatumia mbinu tofauti tofauti ili mradi tu aweze kupata ushindi. Wala hata usijali mume wangu. Na unatakiwa uniamini kwenye hili, kwa sababu nimejipanga vya kutosha. Huyu ni mchache sana kwangu. Sawa, kama ni hivyo, basi nikutakie kila laheri kwenye mapambano yako baina ya wewe na huyu shemeji yako. Umalaya wangu upo mbele au upo nyuma? Mnagombana nini nyinyi watu wazima? Hana adabu. Ujua wewe binti, kipindi naanza kukufahamu nilijua ni binti wa maana, msichana mwenye stara zake, mtu unayejiheshimu. Kumbe ovyo. Muangalie kwanza na lisura lake, kama mbwa anayejinyoosha. Haya, mie mbwa ninayejinyoosha. Nikuulize kitu, we malaika wa Bwana. Ni kitu gani kinachokufanya unabwata hapa bila sababu ya msingi? Labda tu nikwambie, tunajizima data. Malaya mkubwa wewe, mshirikina, mtu siyejielewa. Kilichokufanya utoe hizi 11 zako uende kwa mshauri ukamwambia kwamba mimi na Kevin tuna mahusiano ni nini kama sio umbea? Kama sio chonganishi na unafiki. Haya, labda nikuulize tu, baada ya kumwambia hivyo mshauri amekulipa au umefaidika na nini? Alo ya foma. Kwa hiyo kumbe hii ndo sababu inakufanya unabwata. Sasa subiri nikuthibitishie tena kwa herufi kubwa. Ndiyo, nilienda pale. Na nilienda ili kujitoa kwa sababu sitaki tena kuhusishwa na mapenzi yenu hayo ya kipuuzi. Sasa hapa kosa langu liko wapi mimi, malaya kunuka wewe? Yaani wewe isingekuwa na mheshimu kakajinga, haki ya Mungu, wewe ningetoka na ili sikio. Mbwa mkubwa wewe, muangalie kwanza na lisura lake. Shenzi mkubwa wewe, mtu mwenyewe hujielewi, haueleweki unataka nini. Upo tu jinga na kila kitu, lakini haueleweki, mara kwa Kevin mara kwa nani. Wewe hunijui vizuri wewe. Unawashwa nawashwa nikune. Sasa testi mitambo kunigusa, alafu nikukune mshenzi wewe, malaya mkubwa. Unaniita mimi malaya? Sasa ngoja nikuonyeshe umalaya wangu upo mbele au upo nyuma.
watu wazima hana adabu. Hamuoni hata haya wanawake wazima wazuri afu mnagombana barabarani kweli? Anyewa hovyo. Tena ushukuru, Daisha amekuja akakuokoa. Isingekuwa hivyo, ningekugeuza wewe ungekuwa kama hii. Wewe bwana, hebu acha kidogo. Sina cha kunifanya na uwezo wa kufanya chochote na usinifanye kitu. Nimwache akupige. Maana unaongea sana. Niachie uwanja. Tena nilikuwa natamani uniachie uwanja nimnyoshe. Yaani hii siku haijaisha, tutakutana. Vitu vyako nenda. Tutakutana tu malaya mkubwa wewe, kahaba usiojielewa. Unachanganya tu. Hebu bwana wewe. Hebu nenda. Jaribu. Tutakutana. Hatujamalizana. Yaani hili aliishi mpaka liishe. Nasikia upo kwenye harakati za kutaka kumzini shemeji yako Sunaiya baada ya yeye kuonekana kutokuwa na nidhamu kwako. Ndiyo, uko sahihi. Na wala hata hujakosa chochote kile. Sasa, endapo utafanikiwa kwenye hiyo mbinu ya kutaka kumzini shemeji yako, iwe awe hai au amekufa, itakupatia furaha ya kudumu kwenye maisha yako? Swadakta, kama mimi huyu hilo jambo nitatekeleza, na imani nitakuwa na amani ya kudumu maisha yangu yote kuliko ilivyo hivi sasa. Kwa hiyo huna hofu kabisa endapo kakako atagundua kwamba umemzini mke wake? Uone kama utajitengenezea chuki na ugomvi baina yako wewe na kakako? Kwa kipindi hiki kilichofikia, niko tayari kupokea lawama zote kutoka kwa mtu yeyote. Na hata ikibidi udugu wa mimi na kaka yangu Tunutu ukiishia hapa sio vibaya. Ili mradi tu kutimiza azima yangu kwa hiyo binti Sunaiya. Kwa hili jambo nilikopata Daisha, hakuna mtu yoyote yule akunizuia mimi niache, yani akunishawishi mimi niache. Kwa sababu hili jambo linadhili ndani yake. Mbona mmefika mbali hivyo? Yaani paka mambo yanadhili yamo. Hivi kwa nini msisameane tu? Kwa nini mnayakuza mambo kiasi hicho? Nini? Laisi tu, yani laisi tu nimsamehe. Kitu ambacho hujui. Sunaiya ni jeuri sana, ni jeuri sana. Si mara ya kwanza. Nishe kumsamehe mara nyingi tu kwenye mambo yake mengi ambayo wewe huyafahamu. Lakini kama mimi ni mjinga, kwa wakati huu nikwambie tu, huruma yangu imefika kikomo. Acha nibadilike niwe vile anavyotaka yeye. Hebu ngoja nikuulize swali. Kwa sasa ni jambo gani kubwa ambalo kakufanyia mpaka wewe ifikie kuchukua maamuzi makubwa kama hayo? Ni jambo gani hilo ambalo halisameki? Toka umefika hapa, hilo ndio lilikuwa ni swala la kuuliza tu. Yaani pointi zako tulizoongea zote ndio kwa pointi ya kuongea. Labda nikuambie tu kitu kimoja. Sunaiya kavuka mipaka. Na wakati huu anahitaji apewe adhabu ambayo mimi naijua mimi na si mtu mwingine. Hivi, Sunaiya huyu shemeji yangu mimi. Ni wakufanya kuniambia kwamba mimi huyu uume wangu upo kama tayari na heng tu ufanye kazi yote ile. Mimi huyu. Na nilichogundua wewe ni Hanisi, maji baridi. Hapo ipo kama tai tu. Haina kazi yoyote. Na kama unashindwa kula, ni wazi kabisa unaliwa. Maana sijawahi kukuona ukiwa na kisichana chochote. Nikwambie tu, hiyo sasa ndio sababu tukunifanya mimi nimtumie Sunaiya. Na kingine, kama Sunaiya atakuwa hajafunzwa na wazazi wake, basi kwa sasa anatakiwa afunzwe na ulimwengu, na mimi ndio ulimwengu mwenyewe. Sunaiya, unajua kuna wakati naona kabisa baadhi ya matatizo huwa unasababisha wewe mwenyewe. Kama matatizo yapi? Kwa sasa umeingia kwenye vita mpya baina yako wewe na shemeji yako Mudi Kigugumizi. Daisha, hebu acha kumtaja huyo takataka hapa. Basi mimi nikajua umedhamiria kunigombisha na mtu wa maana sana. Kumbe huyo mweu mskule wa ukoo. Kumbe ile jambo lipo serious kiasi hicho. Unajua kupitia hizo kauli zako za dharau zinaashiria kabisa kwamba wewe humpendi na wala hutaki hata kumuona shemeji yako. Sio simpendi tu. Natamani hata afe. Kwa sababu sipendi hata kumuona. Mshezi kabisa yule. Astaghfirullah. Wewe Sunaiya wewe. Maneno gani wewe unaongea? Unajua ni dhambi kwa Mola wako
Tunatakiwa tupendane wanadamu. Hatupaswi kuchukiana kiasi hicho. Hebu niambie, ni jambo gani kubwa alokufanyia mpaka unamchukia kiasi hicho shemeji yako? Daisha, hata nikikupa sababu haiwezi kusaidia chochote. Kama vipi wewe potezea tu. Yaani unadharau ujue. Sasa kama ulikuwa ujue, hizo dharau zako unazomfanyia wewe shemeji yako zitapelekea kufikiria kukufanyia wewe jambo baya sana. Daisha, hawezi na hatokaa kaweza kamwe. Ujue nafikiria na kutafakari zaidi. Endapo siku ikatokea huyo shemeji yako akawini kukufanyia jambo la ajabu, sipati picha hayo majitu ambayo utakayoyapitia. Wewe endelea kujiongelesha tu kwa dharau. Hebu ondoa shaka kwenye hilo. Yule mtu hata angedhamiria kunifanyia kitu gani, hawezi kuwa mshindi kwenye chochote. Hivi, wewe uliona wapi au ulisikia wapi joka la kibisa likang'ata? Na hata liking'ata, haliwezi kuwa na madhara. Haya. Sawa. Ila mimi mwanzo huwa naogopa sana wanaume. Naogopa kubishana wala kushindana na mwanaume. Unajua mwanaume ni kiumbe wa ajabu sana. Mwanaume ni mtu ambaye akiamua kulifanya jambo lake, atatumia kila aina ya mbinu ili aweze kulitimiza. Kwa hiyo ndugu yangu, kuwa makini katika hilo. Shauri yako. Halo, kaka Juma Tunutu. Niambie ndugu yangu. Hata hivyo umefanya vyema sana kunipigia. Kwa hiyo, niongee dhamira yangu ya kukupigia ama nikusikilize kwanza? Sio mbaya kunipa nafasi mimi niongee, then baada ya mimi kuongea na wewe utaongea. Ratiba ya ndoa yako ni leo. Hivyo unapaswa kwenda kununua kanzu pamoja na sandals kwa ajili ya kujiandaa na ndoa yako. Kaka, nasikitika kukuambia kwamba sitakuwepo kwenye hiyo harusi. Unasemaje wewe? Najua hautoweza kunielewa kwa haraka, ila ipo hivyo mkuu. Nimefikiria nikaona hapana. Siwezi kuoa mwanamke ambaye wewe unataka nimuoe, wakati mimi simpendi na yupo mwanamke ambaye nampenda mimi. Sawa, lakini unajua kama unaanza kunikosea adabu na kujaribu kushusha utu wangu. Nisamee kwa hilo. Pia ningependa nikujulishe kuwa kuanzia leo mimi sitofika tena hapo. Nahama kabisa, naenda kukaa sehemu ambako nitakuwa nikiishi na kaka yangu. Hakuna shida. Muhimu umeamua kujiongeza mwenyewe tu na kuondoka pale nyumbani kwangu. Na hilo ndilo kubwa kwangu kuliko mengine yote. Sawa kaka. Ila naomba sana usinichukie. Maana ni nafsi yangu tu ndio inashindwa kuwa na maamuzi sahihi juu ya hili. Kila nikijaribu kuwa sehemu ya amri zako, hasa hili la kumuoa huyu Emiliana, kiukweli nakosa kabisa majibu. Sawa, nikutakie maisha mema. Unasemaje wewe chizi? Nimetoka kumpigia simu mume wako sasa hivi kwamba mimi sihitaji tena kumuoa Emiliana. Hivi wewe ni mweu nini? Unawezaje kukataa kuoa siku muhimu hii kama ya leo? Una utimamu wa akili kweli wewe? Sasa huo utimamu mimi ni utoe wapi? Mimi sina utimamu wowote ule. Yaani Kevi wewe. Kwa nini ukatae kumuoa binti wa watu? Stella, mimi nimekataa hii ndoa kwa sababu yako wewe kipenzi changu. Mwanamke wangu, mwanamke wa maisha yangu, kipenzi cha moyo wangu. Yaani kweli wewe ni mpuuzi. Unaacha kufuata matakwa ya mtu kwa faida yako, alafu wewe unafuata miemko yako. I say, koma kabisa kunifanya mimi ngao ya maovu yako. Sawa Stella, wewe niite majina yote utakayo. Yaani ukitaka niite kichaa, niite mweu, nibeze tu vyovyote uwezavyo. Ila nikwambie tu kitu kimoja Stella. Mimi nikifa nitakufa na wewe, na kama nitaishi basi nitaishi na wewe. Ila nikuahidi tu Stella, siwezi kukuacha wewe hata siku moja. Iwe kwa heri ama kwa shari, nitakufa na wewe. Mume wangu, hivi unajua huyu jamaa ni mpumbavu kweli? Jamaa gani tena huyo mke wangu? Si huyu mpolipoli Kevin. Kelvin ana taarifa gani? Si ndio huyo ametoka kunipigia simu hapa sasa hivi.
ananiambia eti hawezi kufunga ndoa na Ilham. Hivi anawezaje kugairisha siku yake ya ndoa muhimu kama ya leo? Hivi ana akili kweli yule? Hata mimi amenipa taarifa kama hizo alizokupa wewe, na amenipa kwa njia ya simu, lakini pia amesema kwamba amehama mazima hapa nyumbani kwetu, na kuna sehemu ameipata ataishi huko. Amehama? Ameenda wapi? We unapajua au? Mbona ni kama vile umetaharuki baada ya kukupa taarifa ya kuhama kwake? Hapana mume wangu, ninashangaa tu. Hivi anawezaje kusema amehama wakati nguo zake zote zimo humu ndani? Asije akawa anatutania yule. Iwe utani, iwe kweli, kitu pekee ninachokitaka ni yeye kuondoka hapa nyumbani kwetu na kutuacha na maisha yetu. Hizo nguo unazosema ameziacha atazipata tu kwa njia yoyote ile. Huenda pengine hana hata shida nazo. Sidhani kama inaweza kuwa hivi. Ila huyu jamaa ana akili za kitoto sana. Sasa mtahadharishe. Kosa lolote lile atakalo nikosea mimi kupitia wewe mke wangu, I say atajikuta yupo sehemu mbaya sana ambayo hajawahi kukaa kwenye maisha yake. Huruma yangu sasa imefika kikomo chake. Wape vidonge vyao, wakitema wakimeza shauri yao. Wape vidonge vyao, wakitema wakimeza shauri yao. Hey! Wewe ulijifanya una ndoa, sasa kiko wapi? Ndo kimesha kulamba. Hakuna cha ndoa wala nini. Yaani huna cha kunitambia kwa kifupi. Alo! Mbona pambe? Nisikilize mwanamke msongo siyejielewa. Hicho unachokifurahia kwangu mimi wakikuwa hataki na maana. Sasa nakushangaa wewe mdoli wa kuchora unaanza kuniimbia nyimbo zisizoeleweka. Sio kinachokufurahisha nini? Bibi we, usitake kujifanya wewe sungula poli. Eti wasizitaki mbichi hizi. Hivi wewe ndio ulikuwa unang'ang'ania kuolewa na Kevi? Au sio wewe? Au nimekufananisha? Hey! Wala hujanifananisha. Labda tu nikwambie wewe msongo usiyejielewa kitu kimoja na ukiweke akilini kwako. Mimi nilitaka kuolewa na Kevin kama geresha tu, ila mwanaume wangu sahihi na mwanaume wangu unayempenda ni Omari Mshauri. Sasa nakushangaa wewe Shankupe unavyoendelea kujinyodoa hapo, sio kinachokufurahisha nini? Sasa ngoja nikwambie kitu usichokijua. Leo Kevin kakukataa. Na ndivyo hivyo itafuata kwa kaka mtu. Alafu sio kila mwanamke ana hadhi ya kuolewa. Watu kama nyinyi mtaendelea kuwepo hapa duniani ili kushuhudia ndoa zetu sisi tulobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Upo chaote. Mimi najua lengo lako unitoa kwenye mchezo. Ila kwa taarifa yako sitoki hata uniloge na nini shoga yangu sitoki. Alafu umeniita mimi chaote. Umeniita mimi malaya. Wewe mwenyewe unatembea na Kevi, unatembea na jinga Au ndo tuseme nyanya au nikundule, si ndio? Tena wewe msichana ninakuchukia. Sikupendi kama pedi chafu. Yaani haueleweki wakuja au wakuletwa. Leo sema lolote, fanya chochote ila huwezi dingiza kwenye hasira. Kwa sababu unajua nadili na mtu chizi, mtu siyejielewa. Yaani umepata maisha mazuri kwa Juma Tunutu, lakini bado akili yako ipo kwa Kevin. Nyie ndo mnaofanya wanaume sisi wanatuzalau, pumbafu kabisa wewe. Muone mbwa mkubwa wewe. Yaani hiki bado unataka kadhaa. Haijatosha bado unataka hiki. Malaya usiyejielewa. Haueleweki ni wakupikwa au wakutapikwa. Bibi we, tena hauniwezi. Yaani katika sehemu umekwama ni hiki kipindi ndo kimeshakulamba shoga yangu. Ndoa haipo na wala hauna cha kunitambia. Hauna kwenye simu wala benki hauna. Upo nyonyo, temu hiki imekulamba na bado ndo kuanza picha limeanza. Ndio dada. Najua kama amfanya anakataa kunioa mimi. Ila mimi naona sawa tu, sioni cha ajabu. Sasa iweje uone sawa?
wakati Alfani alitakiwa akuoe wewe ili aweze kuja kukulea wewe na huyo mtoto wako mtarajiwa aliye tumboni mwako. Kwa nini uone sawa kitu kama hicho? Pale hakuna mleaji wa mtoto. Yule ni muuni tu kama oni wengine, hana lolote. Ila kiukweli inaumiza. Wala hata iniumizi. Ila alichokifanya Alfani, kajitia kidole puani, then anajinusa yeye mwenyewe. Sasa nahisi kukuelewa. Bila shaka maisha yako kwa sasa umehamishia kwa Omari Mshauri, si ndio? Sio sasa. Nitoka kitambo sana. Hata hivyo maisha ya Alfani yalijaa drama nyingi sana tu. Ni bora alivyoonyesha makucha yake mapema. Sasa ndio mtenda kuamini kwa nini mimi nilikuwa nampinga kwa kila jambo. Ila kiukweli Alfani ametuvua nguo. Hata hivyo sishangae kwa sababu Waswahili walishasema kwamba tui la nazi na maziwa vyote vinashabihiana. Tofauti yake ipo kwenye ladha na matumizi. Basi. Ila mimi najua ni kwa sababu gani Alfani amekataa kunioa mimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu nikiolewa na kaka yake Mshauri, tutaenda kuishi yote. Namaanisha kwamba nitaenda kuishi mimi na mume wangu Mshauri na yeye mwanaume mdogo. Ila nyinyi mna vituko eh? Nani alokuja na wazo la kipumbavu kiasi hicho? Sitaki kuamini kama wewe ndo mwenye uhitaji wa Alfani kukaa karibu na wewe. Hapana. Hayupo mwenye kulihitaji hilo. Ila kaka yake Mshauri alimwambia aje tuishi naye baada ya kumuona yeye Alfani na demu wake Sunaya kutoelewana. Ndio maana akamtaka tuje tuishi naye. Oh. Kama ni hivyo sawa. Basi acha yenyeshe ili tuone panapovuja. Maana maisha yenu nyinyi yamejaa drama mpaka basi. Laiti mngekuwa waigizaji wa movie au wa series, basi mngeuza hatari. Ngoja niende zangu mimi. Hata hivyo, ile tabia yenu ya wewe na Sunaya kugombana ovyo barabarani mimi wala sijaipenda. Wasichana nyinyi, kwa nini mnagombana kujitia tu aibu? Watu siku hizo wanapambana kutafuta maendeleo. Sio nyinyi mnataka kupigana kutoana ngeo tu mwisho wa siku mwanze kulipana. Hebu badilika basi mdogo wangu. Unatia aibu. Nasikia umefurahi sana baada ya ndoa ya Kelvin na Ilham kushindikana. Ndiyo ipo hivyo. Lakini hata ukiniuliza kwa nini nimefurahi, siwezi kukupa sababu zenye mashiko. Kwa hiyo unataka kuniambia haujui sababu ya furaha yako? Sababu ipo au zipo, lakini haziwezi kuwa na mashiko. Samani. Leo naweza kumjua Stella kiundani, jina lake, ubini wake na mahala alipotoka? Mimi naitwa Stella Ibrahim. Ni binti mwenye mvuto ambao ninaupenda mimi mwenyewe na hao wengine watakaonipenda. Lakini pia nimezaliwa miaka 29 iliyopita katika kijiji cha Kagu, wilayani Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Vipi? Kuna kingine au niongeze sauti? Sawa, wala sina hitaji lingine lolote. Ila pia nashukuru sana kwa kujielezea vizuri, nimekuelewa. Tuachane na hayo. Hebu tuongee jambo ambalo muhimu sana. Hivi huyu Kelvin ameshahama hapa nyumbani kwako au bado anaishi hapa? Kwa mujibu wa kauli yake Kev amesema kuwa hapa ameshahama. Ila japokuwa vitu vyake vyote bado vipo hapa ndani na hajachukua kitu chochote. Basi kama ipo hivyo, naomba umfikishie huu ujumbe. Mwambie kitendo cha yeye kukataa kumuoa Ilham ni anajitafutia matatizo yeye mwenyewe, kwa sababu ile ndoa ilikuwa ni ya kumnusuru yeye dhidi yako. Kunusuriwa yeye dhidi yangu? Kivipi? Ipo hivi. Mumeo Jinga ndo aliyesimamia mipango ya ndoa ya Kelvin na Ilham ili tu akuweke wewe mbali naye na kukufanya wewe uweze kujiingiza kwenye mapenzi na kuenjoy wewe na mume wako Jinga. Sasa basi, kitendo cha Kelvin kukataa kumuoa Emiliana ni inadhihirisha dhahiri kwamba bado anakuhitaji wewe. Na kitendo cha wewe kufurahia hii ndoa kushindikana inaashiria mmoja wenu anakwenda kufa kifo kibaya sana. Na kama sio kufa,
basi atapata kilema cha kudumu. Na hii ndio inanifanya niamini ule usemo unaosema asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na ulimwengu. Hivi ni kipi kinachokuchanganya? Shemeji yo. Mbona kaka? Kaka. Samahani. Kaka shikamoo. Malaba, habari yako? Ni nzuri. Samahani kaka. Mimi ni mgeni hapa mjini Dar es Salaam. Nilifika jana kutokea Bukoba, kijiji kimoja kinaitwa Kashule. Lakini kakaangu toka nimefika jana mpaka unaniona wakati huu na kusimamisha sijapata sehemu yoyote ya kujihifadhi, bali nazurura tu mitaani. Kwa hiyo lengo la kusimamisha hapa nilikuwa naomba walau nisaidie hata sehemu ya kujihifadhi kidogo ili niweze kujituliza kwa sababu nimechoka sana kakaangu. Samahani kidogo. Si naweza nikawa sijakuelewa ama sijakusikia vizuri. Umesema umefika jana kutoka Bukoba. Ndiyo, nimefika toka jana. Nikikuangalia hapa ni kweli kabisa inaonekana wewe ulikuwa unazurura. Na kitu kingine pia naamini ulishukia Mbezi. Sasa kutoka Mbezi mpaka huku niliko mimi ni mbali sana. Nini kilikukuta? Kusema ukweli kakaangu, nisiwe muongo, ni historia ndefu kidogo. Kwa hiyo ningekuomba angalau nisaidie kwanza tu huo msaada niliokuomba. Afu hayo mengine tutayazungumza baadaye nikishapata utulivu. Nadhani tutazungumza na tutaelewana. Na maana wewe wakati unapanga safari yako ya kutoka Bukoba mpaka kuja huku Dar es Salaam haukuwa na mawasiliano na mtu yoyote? Labda ndugu, jamaa ama rafiki ambaye ilitakiwa awe mwenyeji wako huku? Mimi hapa mjini Dar es Salaam sina ndugu, sina rafiki. Na wala sina mwenyeji yoyote niliyemfuata huku. Bali mimi nimetoka kule nyumbani Bukoba kwa niaba ya kuja hapa Dar es Salaam kuyasaka maisha. Kwa hiyo sijamfuata mtu yoyote na ndio maana unaniona nazurura mpaka nikafikia hatua ya kuita kuomba msaada kakaangu. Sawa. Labda niahidi kwamba nitakusaidia. Msaada umepata. Lakini unavyoniona mimi hapa sina nyumbani kwangu. Ina maana naishi kwenye maisha ya kujihifadhi tu kwa watu wengine. Kwa hiyo nitajitahidi kukutafutia wewe sehemu ambayo unajua unaweza kwenda kukaa walau siku 2 ama 3. Lakini baada ya hapo wewe mwenyewe sasa utaendelea na ratiba zako kama ulivyoniambia. Usinge kaka angenisimu. Unasema? Usinge nisimu. Umo kwenye hilo begi lako umebeba nini? Kuna nguo zangu ndio nimebeba. Una uhakika na unachokiongea? Ndio na uhakika. Haujabeba senene umo wewe? Chaitali msene no mwalimu mimi ndo yangeonka. Samani. Huyu binti anaitwa Mama. Nimekutana naye huko barabarani. Ameniambia kwamba ametokea kwao Bukoba vijijini na amekuja hapa Dar es Salaam, hana ndugu wala rafiki. Kwa hiyo ameniomba msaada wa kumtafutia sehemu ambayo anaweza kujihifadhi siku 2-3. Baada ya hapo ataendelea na ratiba zake. Nyeti naja kuikala biro bibiro wala biro tatu. Nda kuikala maisha gangegona kwa sababu naenda. Samahani dada. Kwani huyu ni awala yako? Maana lugha unayoongea mimi sikuelewi kiukweli. Huyu ni bwana wako au ni mtu wako mnajuana? Naomba uniambie ukweli. Kama ni bwana wako, nijue na kusaidiaje. Nyogo timshaja wange wala timgenda wange. Nimkaka tu natangana na omu wanda kiabidi mshabo msaada kutokana na matatizo gangegoni nago. Lakini kio gamba kwamba nyeni mshaja wanganga ni mgenda wange che hibi bishuba wa bei. Wewe wako ni usiongee lugha inayoeleweka? Amekuuliza swali la msingi sana. Jibu tu kwa Kiswahili kwamba mimi na wewe hatufahamiani. Sasa wewe unaanza kuzunguka unaongea kilugha. Wewe unategemea hicho kilugha unachokiongea mimi na kuelewa? Si nimeshakwambia kwamba mimi sielewi chochote? Ilham. Labda wewe unamuelewa wewe. Hivi wewe upo sawa sawa kweli na unachokiongea? Sasa mimi naanzaje kumuelewa mtu kama usio anaongea kilugha gani? Sio Kiganda, simuelewi kiukweli. Labda tu nikuuliza mfano. Kwani huko mlipotoka alikuwa anaongea hivi au alikuwa anaongea Kiswahili? Kiukweli mimi ananichanganya sana. Nilipokutana naye kule mara ya kwanza amenisimamisha kabisa na tukaongea lugha ya Kiswahili. Tukaelewana, lakini baadaye wakati tunaendelea kuja huku akawa anaongea vilugha ambavyo mimi simuelewi. Sasa
Sijajua ana matatizo gani. Eti we mamu, wewe utakuwa una maruani ama majini? Kaka, nye tina majini, tina maruani wala tina mashetani. Nina magezi gangenga kole milima masaa 24. Kwa hiyo labda ala ina majini anga ina mashetani na maruani niwe no gwo mwisiki. Nye ndi timamu. Tina majini gona gona, tina maruani gona gona, wala mashetani gona gona. Baba, ondoka na huyu mwanamke wako. Kwanza mimi simuelewi. Anaongea kilugha masaa 24. Hata kama nikisema nimsaidie niishi naye, tutaanzaje kuishi mtu mwenyewe anaongea kilugha masaa 24? Mimi siwezi. Na kama huo ndo ulikuwa mpango wako, uniletea huyu mwanamke wako huko ndani kwangu, baba umefeli. Yaani hapa umenoa. Ondoka na huyu mwanamke wako, siwataki. Lakini Ilham, acha kuwa na roho mbaya. Wewe ni mtoto wa kike, huyu ni mtoto wa kike mwenzio. Alafu nimekuambia kabisa kwamba huyu mimi nimekutana naye barabarani tu kwa akanielezea hizo shida zake na kaniambia kwamba anataka aje akae tu siku 2-3 aendelee na maisha yake. Sasa kama wewe utashindwa kumsaidia wakati ni mwanamke mwenzio huyu, unategemea atasaidiwa na nani? Si ataenda kuwa mboga ya watu tu huko mtaani. Msaidie basi, acha hizo mambo. Badilika basi. Alafu mimi sina chochote ninachokijua kuhusu huyu. Mimi sasa hivi nimeelimika. Nina akili zangu timamu, sio kama zamani. Ulikuwa zamani unaniona mimi mpumbavu, sijielewi, ila sasa hivi mimi sio mjinga tena. Cha kukusaidia tu hapa baba yangu, wewe na huyu mwanamke wako, nyanyueni hizo fito zenu muondoke. Siwezi nikawasaidia. Nyanyukeni dada. Ondoka. Nina ugambia tingu ikalabiro bibiri warabiro bishatusha na nyenda kuikala maisha gangaona kwa sababu naenda. Umeona Alfan? Yaani yupo kwangu baada ananiongelea kilugha. Ina maana kwamba wewe mwanamke wako ananidharau kiasi gani mpaka ananiongelea kilugha mimi na yupo kwangu na amekalia kitanda changu. Wewe Alfan, ondokeni. Sawa basi, usiwe kama unatutukana basi yaishe. Lakini usiwe kama unatutangaza. Mbona unapiga sasa kelele watu wote wajue? Lakini na wewe ujiongeze bwana. Wewe si Kiswahili unakijua kabisa. Huyu kakuuliza swali ili umjibu vizuri. Amekuuliza kwamba mimi na wewe tuna mahusiano. Wewe hujajiongeza tu. Kwa nini usiseme hamna? Alafu unaanza kuongea kilugha, unaongea kilugha. Punguza mdomo. Na ulale keromo hiyo gubi mlebe mtu wenene mubi tena mwanzo tena mwisho. Ulebe rutambara nke kunguru. Mnanipigia kelele, hemu ondokeni. Mtagombania huko mlikokotania. Kama mmeokotania sisi barabarani, nendeni. Basi sio muda kufanya mahubiri tena. Amkeni, sitaki kuwaona, nendeni. Msinikaze ubongo kabisa. Hemu nendeni. Bado mpo. Nikifumba macho na kufumbua nisiwakute. Washenzi wakubwa nye hata moyo gubi. Vitu vingine vinaboa. Sasa sijui kile ni kilugha gani. Bora hata angekuwa ametokea nchi za nje huko ningejua naongea hata Kiingereza kwa sababu mimi Kiingereza sijui. Sasa sio naongea lugha gani. Shemeji unachofanya kwa kakangu akifai. Sambona ndimu ya unga umetia kwenye chai. Ni kipi ulichokosa kwa kaka? Mpaka ukachiti ukadanga. Maana unakitembeza, majirani wanabeza. Tunaonekana jau au tunakuendekeza. Shemeji we, bado nayo nafasi. Nenda taratibu sije ipo za nafsi. Shemeji we, bado nayo nafasi. Shemeji yo, mbona kaka anakupenda sana. Shemeji yo, hivi ni kipi kinachokuchanganya? Shemeji yo, mbona kaka anakupenda sana. Shemeji yo, hivi ni kipi kinachokuchanganya? Shemeji kipi unachotaka? Kaka kashindwa kukupatia. Asa mbona umevuka